kwa majira na saa nyingine tena ambayo Bwana ametupa kibali cha kwenda kusema neno lake. Japo tutasema kwa ufupi na imani itatubariki sisi sote. Kwa majina naitwa Mhubiri Ngoni. Tunaendelea pale pale tulipoishia. Tuombe. Takatifu Mungu wa majeshi, ukitima alipo juu, tupe kibali machoni pako tunapokwenda kusikia neno hili. Amina. Ujumbe wetu wa leo tunataka tuzungumze juu ya imani ni sehemu yetu. Imani ni sehemu yetu. Nikirejelea kidogo nyuma kipindi kilichopita tulikuwa tunasema kuishi na kutoa zaidi ya uwezekano. Tukasema kuishi na kutoa zaidi ya uwezekano ni kutazama zaidi yale yasiyoonekana. Yaani kwamba kutazamia ulimwengu upya ujao. Ndio tunaishi na kutoa zaidi ya uwezekano. Sasa hii yote inajumuisha imani. Ujumbe wa leo ambao Bwana anataka tuusikie unasema imani sehemu yetu. Na andiko letu tutakwenda kuona Waebrania 11, hii sura ya 11, mstari wa kwanza. Ukishasoma mstari wa kwanza na utaenda mstari wa 6. Na Marko sura ya 11, mstari wa 23 mpaka wa 24. Panasema, ujumbe wetu wa leo unasema, je, Mungu anaweza kuandaa meza nyikani? Mungu anaweza kuandaa meza nyikani? Naam, Mungu anaweza. Lakini itakubidi uchukue hatua ya imani. Mungu anaweza kuandaa meza nyikani, ndio. Na hii itakubidi uchukue hatua. Mungu anatusubiri sisi tuchukue hatua. Hatua kwanza kabla yeye hajatenda. Imani katika Mungu bali ndilo tumaini pekee kwa ulimwengu. Kwa ulimwengu huu. Imani pasipo na matendo imekufa. Yakobo sura ya 2 na mstari wa 17. Mungu ni mkuu sana kuliko tunavyodhani. Sisi ni matajiri kuliko tunavyodhani kwa sababu tumeunganika na Mungu. Mungu mkuu wa ulimwengu wote. Amen. Kwa hiyo tunaposema kwamba imani ni sehemu yetu. Maana unaposoma hii Marko sura 11 na mstari wa 23-24 wanasema kwamba msalipo aminini kwamba mmepokea. Kwa hayo mnayoyaomba kwa kusali aminini mmepokea. Unaweza kuambia mlima huu ng'oka na ukang'oka kwa imani. Kwa hiyo tunaposema imani kwa ni sehemu yetu, kuwa na hakika na mambo yote yatarajiwayo. Na pia nikasema maana ya pili ya imani ni hati miliki ya mali ulishainunua kabla hujakabidhiwa. Ni hati miliki. Kwa hiyo watu wa Mungu ni watie moyo na nguvu juu ya imani kuwa ni sehemu yetu. Tunaposema imani ni kutazamia yale mambo ambayo yasiyoonekana. Na siku zote napenda kusema usipende kuweka imani kwa vitu ambavyo tayari vinaonekana. Hiyo sio imani. Ni kujidanganya. Imani kwa tumaini jipya kwa kile kitu unachozani hiki hakina majibu na ukaamini kwamba hichi kitakuwa na majibu. Hiyo ndiyo imani na itakuwa hivyo. Ndio maana Methali, ukisoma Methali 16 wanasema kwamba mtu ajionavyo nafsini mwake ndivyo halivyo. Kwa hiyo hii inasema wazi kabisa. Methali sura ya 16 mstari wa 3 panasema mtu anavyojiona nafsini mwake ndivyo halivyo. Kama utawaza kushindwa katika maisha yako nafsini mwako, na itakuwa hivyo. Kama unafikiri kwamba wewe sio mtu wa kushindwa, ni wa kufanikiwa, na itakuwa hivyo. Na niwatie moyo, usiweke zaidi kushindwa, weka zaidi kushinda kwa imani. Ukiwa na imani, chochote unachofikiria kukifanya utafanikiwa. Njia ya Mungu sio kama njia ya mwanadamu. Mwanadamu anapenda anapowaza kitu kitimiliki kwa wakati huo huo. Lakini Mungu huwa anafanya kwa wakati
na kwa majira yake mwenyewe anataka. Ule wakati ambao wewe unataka, Mungu anakuwa kama hakusikia au amenyamaza. Anataka kuona subira na uvumilivu wako, na hapa ndipo palipokuwa pagumu katika imani. Ningetamani kusema nanyi sana, lakini muda wangu hautoshi. Ninahitaji comment zenu, nahitaji like zenu nyingi, hivi nami nipate moyo kuona kwamba kuna watu wanapata ujumbe huu na unaweza kuwasaidia. Ukiingia YouTube andika Mhubiri Mngoni, ukiingia TikTok andika Mngoni Mhubiri. Utakutana na picha yangu hapo, utakutana na maandishi hapo ya nukta nundu. Hayo yatakupa imani zaidi na kuendelea kunifuatilia zaidi na zaidi. Na utakaposikia ujumbe huu, usibaki nao wewe, mshirikishe na jirani yako nao kumsaidia. Uishi katika maisha ya kuachilia, ishi katika maisha ya kubeba msalaba, ishi katika maisha ya upendo. Shida ya jirani yako ione ni ya kwako. Huo ndio upendo wa Mungu kwetu. Kwa kuwa muda wangu umeisha, tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi, umenipa kibali kwa majira na wakati huu. Bwana, ujumbe huu ingawa ni mfupi, ukawabariki wale wote utakaowafikia na waendelee kuwashirikisha na wengine. Wajalie katika shughuli zao na vipato vyao, na wale sio na vipato Baba wajalie ili wapate kitu cha kuweka katika media, wapate kusikia ujumbe huu. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen.